Mpendwa msikilizaji wangu, mtazamaji wangu wa chaneli yetu pendwa ya CGCT Kuna Nuru Gizani TV. Nimepata mzigo tena kuja kwako katika wakati huu, na Bwana akiwa amenibebesha kitu cha tofauti tena kama pendavyo. Wakati huu nitakuja kwako kwa somo moja la ufalme wa giza unavyovuruga ndoa za wengi. Mpendwa mtazamaji, ndoa za watu wengi zimevurugika sana kwa sababu ya utawala wa giza. Utawala wa giza umejikita pia kwenye eneo hilo, na watu wengi wamekuwa na machozi katika hali isiyo ya kawaida. Nitakuja na msingi wa andiko la kitabu cha Waefeso sura ya 6 na mstari wake wa 12. Nitasoma. Biblia inasema hivi: kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Biblia inaelezea kitu cha namna hiyo, ya kwamba maadui tunaoshindana nao katika ulimwengu huu ni maadui wasioonekana, ambao katika hali ya macho ya nyama hayawezi kuonekana. Lakini Biblia inaelezea kitu cha namna hiyo, ya kwamba tunashindana na vitu visivyoonekana. Katika ndoa, Bwana amenipa ufunuo ya kwamba katika ndoa za wengi, adui amepata mpenyo katika ndoa zao. Na katika hali ya namna, ndoa ni nini? Ndoa ni taasisi ya Mungu, ambayo Mungu ameiweka kama taasisi katika ulimwengu, ili watu wawili waweze kupata faraja katika ndoa, lakini pia katika ndoa kupata uzao. Mungu alihitaji kuhifadhi uzao, ni eneo la baraka. Na kwa sababu ni eneo la baraka, ufalme wa giza umepata nafasi kwenye maisha ya watu wengi kuleta mateso. Katika hali ya namna hiyo, naomba unifuatilie kwa kile ambacho Bwana amenipa. Ukisoma Mwanzo sura 1 mstari wa 28, Mungu akawabarikia, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi. Kwa hiyo hali ya wanandoa ni baraka ambayo Mungu aliandaa ili iweze kuwepo na wanandoa wawili waweze kuifurahia, yaani mwanamke na mwanaume. Mpendwa mtazamaji unayenitazama, ufalme wa giza, mahali ambapo kuna mambo mazuri, ufalme wa giza unajitahidi kwenda kuharibu. Unaweza usinielewe, lakini najua utanielewa tu kadiri tutakavyoendelea mbele. Mwanandoa unaweza kukuta katika ile ndoa yake anajikuta wakati mwingine, ili shetani aweze kuondoa furaha iliyoko katika ndoa, unaweza kumkuta mwanandoa anajikuta melala na mtu asiyemjua. Maana yake yule mke wake aliyemfahamu au mume wake aliyemfahamu anajikuta wakati amelala, wakati wa usiku anajikuta amelala na mtu asiyemjua. Maana yake katika hali hiyo anajikuta anafanya mahusiano katika usiku, au yani katika ile ndoto, katika zile ndoto anajikuta yuko na mtu asiyemjua. Matokeo ya ndoa hiyo, huyo mtu anajikuta inakuwa hatarini. Kwa sababu gani? Ufalme wa giza unapona kitu kilicho kizuri, unaanza kuingilia ili uweze kuharibu. Biblia inaposema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili katika ulimwengu wa roho, ni vitu visivyoonekana. Mpendwa unayenifuatilia, unaweza kukuta wakati mwingine unalala, unajikuta umelala na mtu usiyemfahamu. Unaye mke wako wa ndoa au unaye mume wako wa ndoa, lakini unajikuta unafanya mahusiano na mtu usiyemfahamu. Unajua ni kitu gani kitatokea mahali hapo? Kitu ambacho kitatokea mahali hapo, tayari unaanza kufunga ndoa au kujenga mahusiano kwenye ulimwengu wa giza na kitu kingine. Katika hali ya mazingira hayo, unajikuta ile ndoa inaanza matatizo, inaanza vurugu. Sikiliza nikwambie kipengele kingine.
Shetani ni roho isiyoonekana. Ana uwezo wa kujivika sura ya mwanamke au ana uwezo wa kujivika sura ya mwanamume. Unajikuta kila wakati unakuwa na mwanaume, lakini katika hali ya namna hiyo, unapoingizwa katika hali ya namna hiyo, tayari kitu kinachotokea, unaanza kumchukia yule uliyemuoa ukiwa unampenda. Mpendwa mfuatiliaji wa chaneli hii, walio wengi wameingia kwenye mateso na majuto makubwa sana, kwa sababu utawala wa giza umetanda katika ulimwengu. Na kwa sababu umetanda katika ulimwengu, umeleta machozi makubwa kwa watu wengi, na watu wengi wameingia kwenye machozi makubwa. Sikiliza nikwambie, yupo mtu anaweza kuwa ni mwanandoa, lakini anajikuta wakati wa usiku amewekwa chini ya kitanda. Katika hali ya namna hiyo, matokeo ya eneo hilo, mtu mmoja alikuwa amesoma elimu kiwango cha degree. Katika hali ya namna hiyo, wakati amekuja kunisimulia kwamba pastor, mimi natokewa na vitu vya namna hii, unajua kitu nilichomwambia? Nilimwambia nahitaji nikuombee. Huyo mtu baada ya kuwa anachukuliwa, anawekwa chini, ndoa yake ilianza kuingia kwenye taabu. Lakini pia pamoja na elimu aliyonayo, ufalme wa giza ulianza kuzuia asitafute hata kazi ya kufanya. Alikuwa na elimu ya kutosha, lakini kwa sababu ilianza hali ya namna hii, ilianzia kwenye ndoa. Baada ya kuanzia kwenye ndoa, ikaanza kuzuia asifanye kazi mahali popote. Wakati ameingia kanisani, nilimwambia njoo na vyeti vyako niweze kuomba. Baada ya kuwa nimeomba, tayari kitu kilichotokea, alianza kuwa na hamu ya kutafuta kazi. Mpendwa unayenifuatilia kwenye chaneli hii, ulimwengu wa giza umeharibu maisha ya watu wengi, na kwa hali ya namna hiyo, watu wengi wameishi maisha machozi na ugumu sana, kwa sababu adui anaanzia hasa kwa wanandoa kwenye eneo la kutokewa na mtu wakati wa usiku. Unajikuta uko kwenye mahusiano na mtu, lakini pia kipengele kingine, unaweza kujikuta kwamba uko kwenye ndoa, lakini unajikuta unaota kila wakati unafunga ndoa na mtu usiyemjua. Wakati mwingine unapofunga ndoa naye, unafunga naye baharini. Kuna wengine wanatokea wanajikuta nafunga ndoa yuko baharini, lakini mtu mwingine anajikuta nafunga ndoa sio maeneo ya baharini, lakini anajikuta yuko kwenye ndoa nyingine. Huyu mtu ni mwanandoa, anayo ndoa yake rasmi, lakini anajikuta wakati mwingine anafunga ndoa. Katika hali ya namna hiyo inazaa hali ya kwanza kuchukia yule mwanandoa ambayo umeanza naye. Walio wengi wamechukulia hali ya kawaida. Anapokuwa meota wakati wa usiku, anajikuta nafunga ndoa na mtu asiyemjua, anachukulia kitu cha kawaida sana. Anapokuwa amechukulia hali ya kawaida sana, matokeo yanayokuja kutokea, anaanza kuchukia mpenzi wake. Kama ni mwanaume anamchukia mke wake, kama ni mwanamke anaanza kumchukia mume wake. Anaanza kujuta kwamba kwa nini niliolewa na huyu. Lakini akitafakari na kuvuta taswira juu ya upendo wa kwanza aliyokuwa nao wakati wanachumbiana, ilikuwa ni hali nzuri. Mpendwa unayenisikiliza katika chaneli hii, ni vizuri sana unapokuwa umeona kitu cha namna hiyo, uanze kutafuta mtumishi wa Mungu aweze kukusaidia. Kuna mengi siwezi nikasema haya, na kwa kuwa nitaweka namba yangu hapo, utanifuatilia ili niweze kukusaidia, kwa sababu walio wengi wameharibikiwa. Wameanza vizuri katika ndoa, na katika hali ya kwanza vizuri katika ndoa, wamejikuta walipofika katikati, adui anaanza kuwatokea. Unakuta ufalme wa giza unavyojibadilisha, unamvika mke wako uliyemchagua ukiwa unampenda, unamvika sura nyingine. Ile sura uliyoijua wakati unamchagua, unajikuta ni kama sio yeye. Kwa sababu gani? Kuna kitu kimefanyika. Vivyo hivyo kwa mwanamke, anaweza kujikuta kwamba mume wake sio kama yule aliyemchagua, anajikuta kama alikosea katika kuchagua. Mpendwa unayenisikiliza, unapoona hali ya namna hiyo imeanza kutokea, ujue tayari umekwisha kuingiliwa. Na katika hali ya namna hiyo inatokea shida kubwa ambayo wana ndoa wengi wanaanza kuingia kwenye machozi
na kwa hali ya namna hiyo watoto wanaanza kuhangaika. Wapo wengi wamepoteza ndoa zao na kuharibu maisha yao kwa sababu ufalme wa giza uliingilia kati. Mpendwa unayenifuatilia, unaweza kunapitia hali ya namna hiyo, na kwa sababu napitia hali ya namna hiyo, unaweza ukanitafuta. Ninayo mambo mengi ambayo naweza nikaongea na wewe, lakini pia kukuombea. Hali ya namna hiyo inaweza katokea kwamba kuna wengine inaweza katokea kama hawajafanikiwa kupata uzao, ufalme wa giza unakamata mfuko wa uzazi. Baada ya kukamata mfuko wa uzazi, matokeo ya ile ndoa, yule mama anashindwa kupata mimba na kupata uzao. Kwa sababu gani? Katika hali hiyo ana mume anayemtokea wakati wa usiku, ambaye huyo alifunga kizazi, na katika hali ya namna hiyo anajikuta hawezi kupata mtoto. Mpendwa unanifuatilia, katika kipengele hiki kuna mtu mwingine unaweza kukuta anajikuta wakati wa usiku anazaa watoto, wakati mwingine anajikuta ananyonyesha wakati wa usiku. Matokeo ya namna hiyo inaweza kusababishwa kwamba mtu anapokuwa hata kama anazaa watoto wanakufa. Kwa sababu gani? Kuna watoto wengine kwenye ulimwengu wa giza ambao tayari walishazaliwa, na kwa sababu walishazaliwa wanamtokea kwenye ndoto, wanakuja kunyonya. Ni kama watoto aliyowazaa. Siku moja nilikuwa nchi ya Burundi. Wakati niko nchi ya Burundi, basi mkutano ulifanyika mahali pale. Mama mmoja akawa ametualika kwenye mji wake. Wakati ametualika kwenye mji wake, kulikuwa na kijana ambaye alikuwa na shida. Wakati mwingi alikuwa akitokewa na mwanamke. Alichumbia binti. Wakati amechumbia yule binti, akajikuta yule binti anajikuta anamtokea kitandani. Ilitokea shida sana. Yule binti, yule kijana, kumbe hakuchumbia binti, alichumbia jini ambalo lilikuwa linatokea katika ule mji. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji wangu unayenisikiliza, inaweza kama dalili hizo zinatokea, unaweza kukuta mtu kizazi chake kinafungwa, kama ni mwanamke au mwanaume, hali yake inakuwa sio hali aliyokuwa nayo mwanzo. Kuna mambo mengine mpendwa msikilizaji hapa siwezi kuyasema, lakini unapoweza kunifuatilia naweza nikakusaidia. Kuna watu wengine wamejikuta wanatembea kwenye machozi na vilio vilivyo vikubwa mno, kwa sababu adui amesababisha uharibifu mkubwa katika maisha ya ndoa. Matokeo yake watoto wanakaa wanahangaika, mama yuko huko, baba yuko huku, hawajui ni kitu gani kimefanyika. Mimi ni mhubiri wa Injili nayependa kuzunguka maeneo mbalimbali na kuona matendo makubwa Bwana akifuatana pamoja nami. Kuna mahali pengine unaweza kukuta unakemea mtu aliyeolewa na kitu kisionekana, jini la kiume au jini la kike limemvaa. Unakuta linapiga kelele, linasema usitutoe kwenye hii ndoa, huyu ni mke wetu, tumeshamchukua. Kwa hiyo matokeo yake anajikuta huyo mtu hawezi kupata mtoto. Siku moja nimekuwa ninahubiri mkutano mkubwa. Wakati niko ninahubiri, nadhani mpendwa msikilizaji umefuatilia kwenye chaneli yangu, umeona jinsi Bwana Yesu alivyokuwa akifungua watu. Siku moja nimekuwa ninahubiri eneo fulani. Wakati niko ninahubiri, Mungu akanipa ufunuo katika roho. Nikamwona mama mmoja, nikawaambia watu, mshikeni huyo mama, anzeni kumvua pete. Niliona pete katika roho kwenye kidole chake cha pete. Watu walishangaa. Wakati naeleza hilo katika neno la ufunuo, kitu kilichotokea, watu walienda kuvua ile pete. Alipiga kelele sana, zile pepo zinasema ya kwamba huyu mtu ni wa kwetu kwa sababu tulishamvalisha pete. Huyo mama, ushuhuda wake, alikuwa naolewa na mwanaume. Kila mwanaume aliyemuoa anamwacha kwa sababu alikuwa na jitu kwenye ulimwengu wa giza ambalo lilikuwa linamtokea kwenye ndoto, lilikuwa limeshajimilikisha kama mke wake. Na katika hali ya namna hiyo, kila mwanaume aliyejitahidi kuweza kumwoa hakuweza kukaa naye. Mpendwa msikilizaji unanifuatilia, basi nifikie mahali hapa, nitaweka namba mahali hapo ili uweze kunifuatilia. Ninavyo vitu vingi ambavyo Bwana amenipa, ndiyo maana nimekuja kwako ili niweze kuzungumza. Kuna mtu anapitia kipindi kigumu, kuna mtu naona anapitia kwenye kipindi kigumu cha ndoa.
anapitia katika hali nzito yenye utisho katika hali ya ndoa yake. Lakini pia kuna mtu ambaye anapitia hali ya kutokupata mtoto. Ana chakula cha kutosha, ana mali ya kutosha, lakini hana mtoto. Nikupe ushuhuda mmoja, niende kumalizia. Siku moja kanisani kwangu, Kasulu kwetu, naishi Kasulu, Kigoma, Tanzania. Kasulu hapa mjini, kulikuwa siku za nyuma kulikuwa na mashirika mengi ya wakimbizi. Kwa hiyo wafanyakazi wengi wa kimataifa walikuwepo hapa wakihudumia hasa wakimbizi. Mama mmoja alitoka nchi ya Nigeria. Wakati ametoka nchi ya Nigeria, akaja akapata kazi hapa Kasulu. Wakati amepata hapa kazi, kwenye hizi kazi za kuhudumia wakimbizi, huyo mama kaingia kanisani kwangu. Kumbe alikuwa na machozi ya muda mrefu, kilio kikubwa cha kutokupata mtoto. Kule kwao Nigeria alikuwa alishapima na kuambiwa ya kwamba alivyoumbika ameumbika kama wanaume, hawezi akapata mtoto. Unajua kilichotokea? Siku moja Bwana kanisemesha, nikamuita yule mama, nikamwambia, Bwana ananiambia nahitaji niombe na tumbo lako. Akasema kule kwetu Nigeria walinipima wakaniambia nilivyo siwezi kupata mtoto. Nikamwambia, Bwana ananiambia tumbo lako litapata mtoto. Unajua kilichofanyika? Alianza kulia machozi. Mama mwingine aliyekuwa naye nikamwambia mshike tumboni. Wakati ameshikwa tumboni, niliomba. Wakati nimeomba, yule mama, kitu kilichotokea, alipokea kufunguliwa. Tulianza kuona nabadilika, amepata ujauzito, siku zinaenda, matokeo yake katuaga ya kwamba narudi kwao Nigeria kwenda kujifungua. Alipofika kule Nigeria, unajua kilichotokea? Aliona uthamani wa mtoto aliyenaye haweza kadhaliwa Nigeria. Alipanda ndege kuelekea Marekani. Yule mama akawa amejifungua. Kwa sababu gani? Adui ana uwezo hata wa kuingia kwenye vipimo na kuonesha kitu kingine ambacho wana sayansi wa dunia wanaona kitu tofauti. Lakini baada ya maombi, huyo mama alipokea kupata muujiza. Mpendwa unayenifuatilia, nitaweka namba hapo. Kuna mambo mengine ambayo unaweza kunifuatilia, nitakuwa tayari kukuhudumia na kukusaidia, kwa sababu Bwana amenipa ujumbe huu, kwa sababu ameona kuna watu wana machozi na vilio ambao wanahitaji wahudumiwe. Lakini kabla ya hapo, nitakushirikisha kitu kimoja, mpendwa mtazamaji wangu unayenitazama. Hapa ninapofanyia huduma ni maeneo ambayo nimepanga. Ninapofanyia huduma ninalipa kodi. Lakini mpendwa mtazamaji wangu unayenitazama, mahali hapa kama kanisa tumekusanya milioni 5, lakini eneo tulilolipata la kununua linahitaji milioni 15. Ninakushirikisha mpendwa mtazamaji unayefuatilia chaneli yangu, tuna shida na milioni 10. Kwa hiyo unaweza ukachangia kwa chochote, kama ni milioni 1, milioni 2, 100,000, 10,000, kuchukua zote milioni 10. Nitafanya maombi na wewe na utukufu wa Mungu utaonekana kwako. Jitahidi, Mungu akusaidie kila ambacho Bwana anakusemesha uweze kuchangia. Ninakuomba uweze kushirikiana nasi na Bwana atakubariki sana, utaiona neema ya Mungu. Shida tulio nayo ni milioni 10, lakini tunazo milioni 5. Ninakushirikisha kitu cha namna hii ili tupate eneo la kufungulia watu. Huduma hii Bwana ameiweka kwa lengo la kufungulia watu ili waweze kuwa huru na kuachiliwa. Nitaomba maombi na wewe. Baba, katika jina la Yesu, ninamweka mfuatiliaji huyu mikononi mwako. Angalia anavyolia machozi. Atakapoiona namba hiyo aweze kunitafuta ili Bwana aweze kumfungua na maisha yake yaweze kufunguliwa. Lakini pia kuna mtu ambaye atakuwa tayari kuchangia mchango kwa ajili ya ununuzi wa uwanja wa kazi yako, na kusihi adui asimzuie, kwa sababu atakapochangia eneo la kusimika madhabahu ya Bwana atapata baraka. Hakuna aliyesimama kwa sadaka kuchangia sadaka akawa kama alivyo. Baba, ninakusihi ukamsaidie kwa hitaji letu tulilo nalo, uweze kufanyika baraka, wala adui asimzuie. Neema yako ikapate kuwa pamoja naye. Baba, ninakushukuru katika haya kwa kuwa ni mwaminifu, kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana. Naomba unifuatilie kwa namba hiyo, na namba hiyo inapokea fedha, na Bwana akubariki sana. Amen.